Mwenye nguvu kama zako sijaona kama wewe. Wewe ni Baba, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Bwana, wewe ni Baba. Mwambie Bwana ni asante. Mshukuru Bwana tu, mwambie ni asante. Mwambie tu ni asante. Hakuna jambo nzuri kama kumshukuru Mungu. Bwana apenda wale watu wanajua kumshukuru na kumwambia ni asante. Hata kama mambo yako aje, Mungu anapenda hao watu. Mwambie Bwana ni asante. Yesu akatuambia kwa jina langu wagonjwa watapona. Kwa jina langu pepo wabaya wataondoka. Kwa jina langu mtafanya miujiza, ishara na maajabu. Jina la Yesu ni ngome imara kwetu. Ukiwa na hili jina na ulitambue, lazima ushinde. Haleluya. Nataka kuchukua fursa hii kushukuru kuhani wa haya madhabahu, our bishop, DNB wa haya madhabahu. Let us appreciate her. And also to thank watumishi wa Mungu katika nyumba. Tuko na Pastor Mary, we have Pastor Obiek, we have Pastor Gideon, and all the leaders in the house. Na hata wewe umekuja kumshukuru Mungu. Appreciate yourself. God loves you. Hallelujah. God loves you. This wonderful afternoon, nataka niongelee about wise builder. A wise builder. Praise God. A wise builder. Are you a wise builder? Hallelujah. Are you a wise builder? Praise God. Wise builder. Bwana asifiwe. Okay. We have characteristics of the wise builder. Characteristics of the wise builder. And we have point number 1 is builds on a solid foundation. Builds on a solid foundation. Praise Jesus. And ingine ni demonstrates obedience. Demonstrate obedience. Ingine ni use lasting materials. Use lasting materials. Ingine ni plans and investigates. Plans and investigates. Point ingine ni builds with confidence. Na ile ingine ni endures through trials. Ya mwisho ni receives rewards. Receives rewards. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now, in the book of Matthew chapter 7 verse 24, the Bible says, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man
who built his house on the rock. The rain came, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Praise God. Maandiko inasema ya kwamba anayesikia neno la Mungu na kulitenda, Bwana asifiwe. Anayesikia neno la Mungu na kulitenda, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu huwa wanasikia neno la Mungu, lakini unapata ya kwamba hawalitendi. Bwana asifiwe. So unapata huyo mtu ni kweli anajua neno la Mungu, lakini alitendi vile linasema ama vile linanena. Praise God. Na ndio maana Yesu anasema hapa, anayesikia neno la Mungu na kulitenda atafananishwa. Praise God. Kwa hivyo neno la Mungu, nguvu yake ama udhihirisho wa neno la Mungu kwa maisha ya mtu uko katika kulitenda. Kama umelisikia, litende. Tenda vyenye linasema, utaona matokeo yake. Praise God. Na Yesu akaambia wanafunzi wake, hiyo wakati alikuwa anahubiri, na haikuwa mara yake ya kwanza kuhubiri, alikuwa tu anahubiri, lakini ikafika mahali akawaambia, anayesikia neno hili na kulitenda atafananishwa. Praise God. Na mtu mwenye hekima ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo wakati mvua ilikuja, dhoruba ikakuja, ikapata hiyo nyumba, wala hakuna chochote ambacho kilifanyika kwa hiyo nyumba. Ilibaki ikiwa imesimama. Mara msingi wa hiyo nyumba ulikuwa umejengwa mahali. Praise God. So Yesu anatuambia nini hapa? Wakati unasikia neno la Mungu na unakosa kutenda venye ili neno linasema, hiyo neno haina nguvu kwa maisha yako. Na shetani anaweza akakupiga. Bwana asifiwe. Shetani anaweza akapigana na wewe na akakuweza. Bwana asifiwe. Neno la Mungu, nguvu yake iko katika kutenda. Praise God. Na ndio maana in the book of Romans 10:17 huwa inasema faith comes by hearing and hearing the word of Christ. And then man pengine Paulo anasema ya kwamba faith without action is dead. Praise God. So ndio neno la Mungu ifanye kazi, lazima uonyeshe matendo ama ufuate vile hiyo neno linasema na utende, ndio ufananishwe. Bwana asifiwe. Sema kufananishwa. Mungu anafananisha watu na vitu fulani vile ambavyo aliumba na ni vitu zito. Bwana asifiwe. So kama unafananishwa na mjenzi ambaye alijenga juu ya mwamba, na wakati dhoruba zilikuja, wakati kulinyesha mvua mingi, hiyo nyumba haikutikizwa. Praise God. Ilibaki ikiwa imesimama. Hivyo ndivyo Mkristo anafaa kuwe. Haleluya. Kwa maana unaona the book of Jeremiah chapter 17 verse 7 inasema ya kwamba amebarikiwa mtu yule
ambaye ameweka tumaini lake kwa Bwana atakuwa kama mti uliopandwa kando. Praise God. Mtu anafananishwa na mti ambao umepandwa kando na mti au kando na mto. Bwana asifiwe. Haleluya. Afananishwi na kila mti. Bwana asifiwe. Kuna ile miti huwa inamea kwa jangwa, si ndio? Kuna ile ingine huwa inamea karibu na mto. Bwana asifiwe. So yule mtu weka tumaini lake lote kwa Mungu, anafananishwa na huyo mti. Mungu hufananisha watu. Praise God. Mungu hufananisha watu. Hallelujah. Sasa Mungu akikuangalia anakufananisha na nini? Mungu akikuangalia anaweza kukufananisha na nini? Maandiko inasema ya kwamba wakati dhoruba zilikuja, wakati mvua kubwa ilinyesha, ile nyumba ilibaki ikiwa imesimama. Praise God. Na unajua hii nyumba ni sisi. Bwana asifiwe. Hii nyumba ni sisi. Wewe ni hekalu. Wewe ni nyumba la Bwana. Bwana asifiwe. So wakati maandiko inaongelelea kuhusu nyumba, inaongelelea kuhusu Mkristo. Haleluya. So kama nyumba ni wewe, wakati majaribu imekuja kwa maisha yako, wakati umekutana na changamoto, wakati umekutana na mambo mazito kwa maisha yako, yanakuachaka ukiwa umesimama ama yanaendanga na wewe. Praise God. Because when ukienda hapo chini verse 26 utapata ya kwamba kuna mtu mwingine hapo alijenga nyumba na yeye. Bwana asifiwe. Lakini yake alijenga kwa changarao. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mvua ilikuja, na dhoruba zikakuja, hiyo nyumba haikubakia. Bwana asifiwe. Hiyo nyumba haikubakia. As a Christian, tunafaa tuelewe msingi wetu. Wakati neno la Mungu linasema ukuwe mwaminifu kwa Mungu, unakuwa mwaminifu kwa Mungu. Shida sio kusikia, shida ni kutenda. Haleluya. Shida sio kusikia, shida ni kutenda. Kama unajua kutenda mema na utendi, maandiko inasema ni dhambi. Si ndio? Kama unajua kutenda mema na utendi, ni si maandiko inasema hivyo. Haleluya. Ni vizuri tukue watu wa kutenda, sio kusikia peke yake, bali na kutenda, ili Mungu adhihirishe kile ambacho ananena kupitia maneno lake. Bwana asifiwe. Maana mara mingi tunaweza ona ni kana kwamba Mungu ni mdanganyifu ama Mungu ni muongo, lakini Mungu sio muongo. Haleluya. Anakuwa anangojea tuchukue hatua ya imani. Anakuwa anangojea tuchukue hatua ya imani. Na ukichukua hatua ya imani na uambie Mungu, si unasema hapa 1 2 3. Unaona Mungu akijidhihirisha na anatenda, anatimiza kile ambacho amenena. Bwana asifiwe. Amen. As Christians, tujifundishe kutumia neno la Mungu vile linasema. Ndio tuone matokeo na yale mambo tunataka kwa maisha yetu tuyaone. Lazima tufanyishe neno la Mungu kazi. Haleluya. Tufanyishe neno la Mungu kazi. Kwa nini kama Wakristo tunaumia? Tunaumia ni kwa sababu tuko na neno la Mungu, lakini shetani anatuumiza tukiwa na hiyo neno. Praise God. Shetani anatuumiza tukiwa na hiyo neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunaumizwa na adui tukiwa na hiyo neno?
Uko na silaha, lakini shetani anakupiga ukiwa na silaha. Bwana asifiwe. Na hii silaha ni ya kukutetea. Hii silaha ukiwa hapa duniani, hii silaha inafaa ikutetee, ikupatie kile ambacho unataka hapa duniani, na hii silaha ihakikishe ya kwamba umefika mbinguni salama. Praise God. Amen. Kuanzia leo vaa hii silaha ndio ukuwe strong kwa wokovu. Hata dhoruba zikikuja, Bwana Yesu asifiwe, sikupate ukiwa umesimama. Bwana Yesu asifiwe. Hata anga ikichafuka, ikuache ukiwa umesimama. Haleluya. Hata adui akiinua vita, akuache ukiwa umesimama. Praise God. Because ukiwa na hii silaha, hakuna kitu chochote ambacho adui anaweza kukufanyia. Hakuna. Bwana asifiwe. Hakuna. Because kama unafanyisha neno la Mungu kazi, Mungu anakuita a wise man. Praise God. Mungu anakuita a wise man. And when you go in the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 18, the Bible says wisdom is better than weapons of war. Wisdom is better than weapons of war. Ukiwa wise unaweza ukashinda vita mingi sana. Praise God. So mtu ambaye amepewa wisdom na Mungu na anafanyisha neno la Mungu kazi, ako na uwezo wa kushinda vita mingi sana. Ako na uwezo. Hapo ndipo maandiko inasemanga ya kwamba sio kwa nguvu wala uweza, bali ni kwa Roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Praise God. Zechariah chapter 4 verse 6. So ni vizuri kama Mkristo uhakikishe ya kwamba msingi wako na Mungu uko imara. Huyu mtu wa kwanza ambaye alijenga nyumba yake kwenye mwamba, huyo anafananishwa na ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Mwenye ambaye alijenga nyumba yake kwa changarawe anafananishwa na ufalme wa giza. Ni yule ambaye hana tumaini na Mungu, ategemei Mungu. Ategemei Mungu, anategemea mambo yake. Praise God. Ametoa tumaini lake kwa Mungu, ameliweka kwa wanadamu. So wakati dhoruba zinakuja, mambo inakuja, inamuacha akiwa ameisha. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie kama kanisa tupate kusimama hata wakati wa majaribu, hata wakati tunasikia mambo ni mazito, hata wakati tunaona mambo haiendi vile ambavyo tunataka. Mungu atupatie neema ya kusimama katika msingi wake. Praise God. Hallelujah. Maana kama Mkristo mambo itakuja, lakini ikikuja utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Najua unaweza kuwa na visions, uko na dreams za kwenda pale kufanya mambo makubwa, kufikia mambo makubwa. Bwana asifiwe. Lakini wakati unajaribiwa ndio ufikie yale mambo. Wakati dhoruba zinakuja, wakati mateso inakuja, wakati mahangaiko inakuja, mambo mazito inakuja, yanakuacha ukiwa wapi? Yatakuacha bado ukiwa unashikilia yale maono? Yatakuacha bado ukiwa unashikilia zile ndoto uko nazo? Ama yatakuacha hizo vision na hizo dreams zikiwa zimekufa? Bwana asifiwe. Hallelujah. As church tunafananishwa na huyu mtu mwenye alijenga nyumba yake kwenye mwamba. Bwana asifiwe. Na tukiwa kwenye huu mwamba, mwamba ni Yesu. Hallelujah. Mwamba ni nani? Yesu.
Mwamba ni Yesu. Haleluya. Na tukiwa tumesimama hapo ndipo kanisa limejengwa. Yesu akaambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu, ambapo malango ya kuzimu haitaweza kanisa. Halitakuweza. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mahali umejengwa hapo na Yesu. Praise God. So wakati majaribu inakukujia, wakati magumu inakujia, wakati mambo mazito inakuja kwa maisha yako, kumbuka kuna mahali umejengwa. Kumbuka kuna mahali miguu yako imesimama. Praise God. Haiwezi katikizwa na majaribu. Haiwezi katikizwa na mambo ya dunia hii. Maana kama miguu yako imesimama juu ya mwamba, uko na nguvu za Mungu za kushinda kila aina yote ya majaribu. Uko na nguvu za Mungu za kushinda aina yote ya mateso, aina yote ya mishale. Hallelujah. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaelewa chenye naongelelea? Bwana Yesu asifiwe. Being a wise man, a wise builder. Praise Jesus. You need only God. Bwana asifiwe. Ndio akutengeneze, akufanye kile ambacho anataka ukue. Sio kile ambacho wewe mwenyewe unataka ukue, bali kile Mungu anataka ukue. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo Wakristo wengi, hata watu wengi huwa wanashindania na Mungu. Kuna kile unataka wewe ukue, na sio hicho Mungu anataka ukue. Praise God. Kuna kile wewe unataka ukue, na sio hicho Mungu anataka wewe ukue. Kuna kile Mungu anataka ukue, na kile Mungu anataka ukue, hicho ndicho kinaweza kikakufaidi. Praise Jesus. Hicho ndicho kinaweza kikakufaidi. Jeremiah chapter 18 verse 1. Mungu akamwambia Jeremiah akuje kwa nyumba ya finyanzi. Bwana asifiwe. Ndio atengenezwe. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kukutengeneza. Anaweza kukutengeneza ukafanyika kile ambacho anataka ukue. Praise Jesus. Na kanisa ni mahali pa kutengenezwa. Bwana asifiwe. Kanisa ni mahali pa kutengenezwa, mahali pa kuumbwa ili ufanyike kile Mungu anataka ukue. Praise God. Despite yale mambo ambayo unapitia, nasemaga wokovu ni safari. Ni safari. Vile unaweza toka hapa uelekee Mombasa, ama uende Kitale. Praise God. Wokovu ni safari. Na katika hii safari kuna miiba, kuna wanyama, kuna vitu za kila aina za kukatisha hii safari. Praise God. Lakini kama umeamua kutembea na hii safari, lazima utafika mahali unaenda. Praise God. Kama umeamua, lazima utafika. Au utaona miiba, au utaona wanyama, au utaona kile ambacho kimewekwa mbele zako usipite. Utakuwa unajua mahali unaelekea, lazima ufike. Praise God. Mungu akupe uwezo wa kushinda. Mungu akupe neema ya kushinda. Mungu akupe neema ya kushinda. Haleluya. Mungu akupe neema ya kusimama. Haleluya. Maana unahitaji kusimama ndio ushinde mambo mengine. Unahitaji kusimama. Bwana asifiwe. Sijui ni nani naongelesha, but unahitaji kusimama ndio ushinde mambo mengine. Praise God. Safari iko na majaribu mazito sana.
asifiwe. Si ati kila mtu akuagi na maono. Anakuanga na maono na ndoto za kufikia mambo ambayo anatakanga afikie akiwa hapa duniani. Lakini unafaa ujue kuna watu walikuwa na ndoto kubwa kuliko wewe. Asifiwe. Na hawakufikia kwa sababu hawakumtegemea Mungu. Wewe unamtegemea Mungu. Amini Mungu, utafikia ndoto zako. Praise God. Amini Mungu, yale mambo unataka Mungu afanye kwa maisha yako, utafikia. Praise Jesus. Utafikia. I'm telling you, utafikia. Bwana asifiwe. Unajua kuna vile wanadamu wanaweza ongea na kuna vile Mungu anaweza ongea. Haleluya. Kuna vile wanadamu wanaweza ongea, lakini usisahau kwamba kuna vile Mungu ongea. Ile sauti hutoka juu. Hiyo ndio sauti muhimu kwa maisha yako. Ile sauti hutoka juu. First Peter chapter 1 verse 18. Maandiko inasema ya kwamba hii ndio sauti tuliyoipokea kutoka juu. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sauti ambayo inatoka juu inaweza ikakufanya mambo yako, maisha yako ibadilike. Bwana asifiwe. Lazima uangalie msingi wako ndio ufikie maono yako, ndio ufikie ndoto zako. Msingi wako inategemea na msingi wako. Bwana asifiwe. Na maandiko inasema ya kwamba in the volume of the book of Hebrews chapter 10 verse 7, ya kwamba maandiko inatuambia ya kwamba kuna vile kila mtu anakuanga ameandikiwa na Mungu hapa chini ya jua. Maisha yako imeandikwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Zile baraka unafaa upate hapa duniani umeandikiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Amani ambayo unafaa upate hapa duniani umeandikiwa na Mungu. Praise God. Upendo ambao unafaa upate hapa duniani umeandikiwa na Mungu. Are we together? Lakini kama haujui na uelewi, shetani atakudanganya kile ambacho unafaa ufurahie. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anaweza kukudanganya amani na ni yake kwa Mungu ukuwe na amani. Praise God. Isaiah chapter 26 verse 3 and 4 inasema ya kwamba he will give them in perfect peace. Isaiah 26 verse 3 and 4. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Atawaweka katika amani kamilifu. Praise God. Ni haki kwako kupata amani ukiwa na Yesu. Ni haki kwako kufurahia ukiwa na Yesu. Haleluya. Ni haki kwako kuishi maisha mazuri ukiwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini shetani anasema ya kwamba uwezi ukafurahia. Anaondoa amani kwako. Mungu akupe neema ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sitaki kwenda sana, lakini nataka nikwambie hii. Penda sana ufananisho na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Penda sana. Maana maandiko inatuambia kwamba mtu mwenye hekima atafananishwa na yule mtu ambaye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Nyumba yako, wokovu wako, maisha yako umejenga wapi? Umejenga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Because kuna wakati wa kila jambo. Kuna wakati wa kukosa na kuna wakati wa kupata. Kuna wakati wa kupungukiwa na kuna wakati wa
kuongezewa. Praise God. So wakati wa kukosa unakuanga namna gani? Reaction zako zinakuanga aje? Wakati wa kupungukiwa reaction zako zinakuanga aje? Bwana asifiwe. Hapo ndipo huwa unapima mtu kama ameokoka cha kweli ama. Bwana asifiwe. Ukitaka ujue kwamba Mungu mtu ameokoka, mpime wakati anapitia mashida. Bwana asifiwe. Wakati ako katika hali changamoto zimekuja kwa maisha yake, utajua amesimama ama hajasimama. Bwana asifiwe. Lakini wakati wa utele, wakati ako na kila kitu, Bwana asifiwe, tawamalizie siku nyingine. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kama kanisa tupate kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kama kanisa tupate kusimama. Juu ukisimama kwenye huu mwamba, Yesu atakutetea. Na Yesu atakupigania. Na Mungu atakuwa Mungu wako. Na hakuna mshale utatengenezwa na adui ukuweze. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hakuna mshale utatengenezwa na adui ukuweze. Hakuna mshale shetani atainua ukuweze. Maana mishale utengenezwa. Bwana asifiwe. Mishale utengenezwa. Mitego uwekwa na adui. Maneno utumwa ili affect maisha ya watu. Lakini kama umesimama, Biblia inasema ya kwamba hakuna silaha na hakuna ulimi utakaoinuka ukuwe na uwezo juu yako. Praise Jesus. Ndoto zako hazitazimwa. Hallelujah. Yale maono uko nayo haitazimwa. Praise Jesus. Yale mambo unataka kufikia haitazimwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia ya kwamba malango ya kuzimu haitatuweza. Maana tumejengwa kwenye mwamba. Praise God. Utafikia ndoto zako. Utafikia maono yako. Yale mambo unataka Mungu akufanyie, utayafikia na Mungu atatenda. Bora umesimama. Bora umesimamia Mungu. Bora unatembea na Mungu. Mungu ataonekana kwa maisha yako. Mungu ataonekana kwa maisha yako. Mungu atabadilisha anga yako. Praise God. Hata kama inaweza kuwa saa hii wakati unaomba unasikia maombi ya yeti. Wacha nikwambie,
malango ya kichawi na inemea in the name of Jesus. Iachilie huduma yako in the mighty name of Jesus. Kila malango itatii. Kuna malango na wazee wa zamani ukaa kwenye hao malango, na wanasema ya kwamba kwa hii familia hakutakawainuka mtu abadilishe hali ya familia. Nasema ni wewe utainuka. Nasema ni wewe utainuka. Nasema ni wewe utainuka. Hawajawahi panda ndege kwa hiyo familia, lakini wewe utaenda nazo by the authority of Jesus Christ. Hallelujah. Hawajawahi fanya biashara kubwa kubwa, lakini wewe utafanya za kimataifa in the mighty name of Jesus. Hawajawahi fikia mambo makubwa ya kubadilisha hali ya kifamilia, lakini wewe utafikia in the name of Jesus. Hallelujah. We are going to make it. We are going to make it. We are going to make it. Haijalishi vile waliongea, tumejengwa kwenye mwamba. Tunaenda mahali Bwana alituandikia tuende. Tutafika yale mambo ambayo tumeandikiwa kufikia. Haijalishi whatever happened, ni nini ilifanyika, lazima tutafikia. Whether they like it or not, lazima tutafikia. Haijalishi historia ya sasa ama vile wanaongea sasa hivi. Sasa mambo inabadilika. Bwana anabadilisha. Kila malango itii na ikuondokee. Kila malango. Kila malango. Kila malango. Kila malango itii na ikuondokee. Kila malango iliyofunga mbele zako ama ilijifunga mbele zako, iwe ni kwa anga, iwe ni kwa maji, iwe ni kwa makaburi, iwe ni nchi kavu, kila malango itii na ikuondokee. Iwe ni malango ya pesa, itii na ikuondokee. Iwe ni malango ya kusafiri, itii na ikuondokee. Iwe ni malango ya kufikia mambo makubwa, itii na ikuondokee. Kila malango. Naongelesha malango. Naongelesha malango. Do you know, wakati Mungu alikuwa anahukumia Cain, alimwambia dhambi inakungojea kwa mlango. Kwa hivyo shetani ungojea watu wa Mungu kwa mlango. When you go in the book of Ezekiel chapter 11, unaona wale wazee 25 kwa mlango wa Jerusalem. Kila malango ikuondokee. Kila malango ya adui, kila malango ya waganga, hata kama ni watu walijikusanya wakaenda kwa waganga, wakaleta vitu kwa malango, wakasema hautavuka mpaka. Kila malango ifunguke na ikuondokee. Utavuka mipaka, utavuka mipaka. Kila mipaka itavunjika. Utavuka mipaka, utapanuka. Whether they like it or not, sitaki kujua walinena nini. Kila malango ikuondokee. Utavuka mipaka, utavuka mipaka. Kila walichokuandikia hakitatimia, bali kile Bwana amekuandikia kitatimia kwa maisha yako. Kila malango itii na ikuondokee. Kila malango itii na ikuondokee. Lazima utatoka mahali walikuweka, mahali waliweka familia yako, wakaweka watoto wako, wakaweka maisha yako. Kila malango itii na ikufungukie. Toka mahali walikuweka, uende mahali unafaa ukue. Kila malango. Nasema kila malango lazima itii na ikuondokee. Lazima ufikie mambo makubwa. Hapa kuna watu wako na njia mingi sana. Njia mingi sana za kufikia mambo mengi sana. Na hayo malango yamefungwa. Nasema kila malango katika kila njia, hiyo malango ifunguke. Kila malango katika kila njia, hiyo malango ifunguke. Kila malango ifunguke, ikuondokee. Kila malango. Kila malango
kila malango kwa familia, kila malango kwa masomo, kila malango ya mafanikio, ya baraka, hiyo malango ifunguke. Hiyo malango ifunguke. Malango ya uponyaji ifunguke. Ifunguke. Malango ya uponyaji ifunguke. I decree restoration. I decree restoration. Restoration. Natangaza urejesho. Natangaza urejesho kwa maisha yako. Rejeshewa ulichoibiwa. Rejeshewa ulichoibiwa. Maandiko inasema ya kwamba mwizi aji ila tu kwa kuiba, kuua na kuharibu. Na maandiko inasema hivi in the book of Proverbs chapter 6 verse 31 ya kwamba mwizi akipatikana lazima atarudisha mara 7. I decree restoration. Maana mwizi amepatikana, arejeshe mara 7 in the mighty name of Jesus Christ. May you be restored. Be restored. Be restored. I decree restoration over your life, over your family, over your businesses, the work of your hands. I decree restoration. I decree revival. Restoration in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Na achilia restoration kwa maisha yako, kwa maisha yako. Restoration. Hautarudi nyuma tena, hautazuiliwa tena, hakuna kurudishwa nyuma tena. Watoto wako hawatarudishwa nyuma tena. Nyota zao zitang'aa, maisha yao itang'aa. In the mighty name of Jesus. Hakuna uchawi kwa Israeli, hakuna ukale kwa Yakobo. Maisha ya watoto wako yatang'aa, yatang'aa, yatang'aa. Hatima zao ni kubwa, lazima watazifikia. God of second chance, God of restoration, God of 11th hour is our God. Huyu Mungu hakurejeshe. Huyu Mungu akupatie kile ulikosa kwa maisha yako. Huyu Mungu asikie ombi lako. Asikie ombi lako. Maombi umeomba miaka mingi, Mungu ajibu. Huyu Mungu ajibu. God is faithful. God is faithful. Anaweza akafanya zaidi ya vile tunavyoomba, zaidi ya vile tunavyomfikiria, zaidi ya vile tunavyomuona, zaidi ya vile tunavyoomba. Anaweza akafanya zaidi. Ephesians 3:20. Anaweza akafanya zaidi. Anaweza akafanya zaidi. Akufanyie zaidi. Akufanyie zaidi. Akuinue zaidi. Akupanue zaidi. Akubariki zaidi. Akurejeshe zaidi. Akufufue zaidi. Alete mambo mapya zaidi kwa maisha yako. Hiyo milango ifunguke zaidi. In the mighty name of Jesus. Kanisa la Bwana liinuke zaidi. Kanisa la Bwana liongezeke zaidi. Lipanuke zaidi. Kanisa la Bwana likabarikiwe zaidi na Mungu wa Israeli. Maandiko yananiambia ya kwamba halali, yeye si kama wanadamu. Halali kama wanadamu, huwa anatizama na anaona. May this God restore you. Huyu Mungu akurejeshe kile ambacho ulinyang'anywa na adui. Huyu Mungu aponye maisha yako. Huyu Mungu aponye familia yako. Akupatie amani na furaha ya moyo wako. Our God is faithful. May He restore you. May He restore you. Natangaza restoration. Natangaza restoration. And I want to assure you ya kwamba malango ya kuzimu haitakuweza. Malango ya kuzimu haitakuweza. Kile Bwana amekuandikia utakipata. Malango ya kuzimu haitakuweza. Haitaweza watoto wako. Haitaweza familia yako. Haitaweza kazi ya mikono yako. Haitaweza kile unafanya na Mungu amekuandikia na amekupatia. Malango ya kuzimu haitaweza. Lazima utafikia kile Bwana amekuandikia. Lazima utafikia. Naomba tusimame mbele za Bwana. Naomba tusimame mbele za Bwana. Naomba
tusimame mbele za Bwana. Tusimame mbele za Bwana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Baba, naachilia neema juu ya watu wako. Naachilia neema juu ya maisha yao. Naachilia neema nyingi. Maana kupitia kwa neno lako Bwana wamelipokea, wamelisikia. Na Mungu umewahakikishia kwamba you are going to restore them. You are going to revive them. Hawatanyang'anywa kile umewaandikia na kile ambacho ni chao. Nami kama mtumishi wako nasimama katika haya madhabahu, nitangaze ikawe hivyo. Mungu umenena kwa maisha yao. Natangaza ikawe vile Mungu amenena. In the mighty name of Jesus. 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 Nasikia ninene maneno haya kabla nitoke kwa madhabahu. Ataka tuka. Kuna watu watasimamisha magari zao hapa. Na ile parking iko pale. Kuna wakati unakuja itakuwa imejaa magari za watu. Ile parking iko pale. Na hapa hivi kuna wakati utakuja na utafika kutakuwa kumejaa magari za hii ministry, watu wakishiriki hapa. Haleluya. Magari, na sio magari tu, magari mazito ya Asia. May you receive in the name of Jesus. Because hivyo ndivyo nimesikia Roho Mungu akinielekeza ya kwamba kile ameachilia hapa hakuna mtu atawanyang'anya. Hakuna mtu atawanyang'anya. Atatoka kutakuwa kumejaa magari. Na Mungu atajidhihirisha ili ajitwalie utukufu. Maana yeye ni Mungu. May God bless you. May God heal you. May God lift you. Expand your territories in the mighty name of Jesus. Amani ya Bwana na neema ya Bwana itoshe. In Jesus precious mighty name. Amen. Haleluya. Wangapi wamepokea mchana wa leo? Wangapi wamepokea mchana wa leo? Mwambie Bwana asante. Asante kwa kunipa mwamsho mpya. Asante kwa kunipatia. Mwambie Bwana asante. Asante. Mwambie Bwana asante. Yale marango ambayo nilikuwa nimekanyagiwa yamefunguka. Asante. Asante kwa marango ya fedha kufunguka. Asante kwa marango ya huduma kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Wengine wameng'ang'ana siku nyingi. Kuanzia leo hakuna kung'ang'ana tena katika jina la Yesu Kristo. Wengine wameng'ang'ana kwa ajili ya maisha ya kila siku. Wengine wameng'ang'ana kwa ajili ya kazi siku nyingi, lakini hayo marango leo yamefungwa, hayatazinuka tena katika jina la Yesu Kristo. Mwanzo mpya. Asante. Asante. Mwanzo mpya. Asante. Mwanzo mpya wa huduma, mwanzo mpya wa opportunities, mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Asante Bwana. Na hii tunaomba kupitia kwa jina lako, kwa damu yako, iwe permanent. Iwe permanent. Iwe permanent. Iwe permanent. Iwe permanent. Mara 7 iwe permanent katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunasema ni asante na tunaheshimika kwa ajili ya nguvu zako na uwepo wako na neema yako. Asante kwa kutumia mnenaji kunena na mioyo yetu na maisha yetu. Asante Bwana, mbariki na umpe neema zaidi. Mbariki na umpe neema zaidi. Neema zaidi. Neema zaidi katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Bwana kwa sababu unaweza. Na ni kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Asante sana mtumishi wa Mungu. Thank you so much.